السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumuhimidi Mola subhanahu wa ta'ala, vile vile kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala kwa muda kama huu mtukufu, kwa wakati kama huu mtukufu, tukaweza kujumuika katika nyumba yake tukufu. Lengo na shabaha ni kuitekeleza faradhi yake tukufu, ikiwa ni faradhi ya salatul Jum'a. Kwa hakika hii ni neema kubwa ndugu zangu Waislamu, kwenda kupatikana ama kuipata siku ya Jum'a, na ukawa ndani ya siku kama hii ni wewe ni mzima, wewe uko na afya, wewe uko na siha na uko na faragha ya kuweza kuingia ndani ya nyumba tukufu kama hii. Lengo na shabaha ni kutekeleza faradhi miongoni mwa faraidhi za Mola subhanahu wa ta'ala. Hii ni miongoni mwa neema, ni miongoni mwa tuzo kubwa alilotupa Mola subhanahu wa ta'ala ndani ya siku kama hii, kwa sababu wako wenzetu ambao ni kama sisi, vazi lao ni kama letu, vazi la Kiislamu, vazi la Uislamu. Pengine siku kama hii, kwa mapenzi yao makubwa na kuithamini siku kama hii ya salatul Jum'a, huwa istidadi yao ni kubwa zaidi pengine hata kuliko sisi. Lakini juma ya kwanza ya juma kama hii ya mwezi wa Muharram, hawakuweza kuidiriki ama
hawakuweza kuipata faradhi kama hili. Wengine wako na nyudhuru mbalimbali, wengine pengine wako vitandani, wengine ni wagonjwa ile hali ya kuwa hawajiwezi. Pengine huko waliko wametuma salamu kwa wale ambao wanaenda kutekeleza faradhi kama hili ya salatul Jum'a, wakasema mkifika baada ya swala mwambieni imamu, mwambieni kiongozi wa msikiti, mnitilie dua mwenzenu, mniombee Mungu mwenzenu, ili na mimi niweze kusimama pahala kama hapa nilipo. Bimaana ni wagonjwa, wako katika hali mbaya. Lakini sisi alhamdulillah tumeamka, tuko nasiha, tumeamka, tuko wazima. Na baada ya hapo, baada ya kuwa tuko wazima, vile vile tukaweza kuitikia mwito ama mlingano wa Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyotuamrisha kwamba inapoingia siku ya Jum'a, inapofika nyakati za salatul Jum'a, mkimbie kwenye nyumba za ibada, mkimbie kwenye nyumba zangu, mkatekeleze faradhi kama hili. Faradhi ambayo peke yake Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa ule utukufu wake na ule ubora wake na zile fadhila zake na yale malipo yake yaliyomo ndani ya salatul Jum'a, Mola Subhanahu wa Ta'ala faradhi peke yake ndio alisema inapoingia faradhi kama hii, kila moja aache linalomshughulisha, kila moja aache linalolifanya, kila moja aache lolote la dunia analolifanya kwa wakati kama huo, akimbilie katika nyumba ya Mola Subhanahu wa Ta'ala akatekeleze faradhi kama hili. Fas'au ila dhikrillah, angalia, nendeni haraka, msichelewe, nendeni haraka katika nyumba za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wakati mnaposikia nida, wakati mnaposikia mlingano unaowaita kwa ajili ya salatul Jum'a, fas'au ila dhikrillah, nendeni haraka kwenye dhikri ya Mola. Dhikrillah ni nini? Wanawazuoni wakaeleza kwamba dhikrullah pahala kama hapa maana yake nendeni haraka misikitini, mkasikilize maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, mkasikize khutba ambazo kwamba zitakuwa zinatolewa siku ya Jum'a, khutba ambayo itakuwa imejaa ayati za Mola, khutba ambayo kwamba itakuwa inaelezwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zilizojaa muongozo, khutba ambazo kwamba zitakuwa zimejaa hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam zinazotufundisha namna gani tutaishi ndani ya ulimwengu, namna gani tutatoka ndani ya ulimwengu, inatakana nini tukakutane na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala kesho kiyama mbele yake jalla jalalu Subhanahu wa Ta'ala. Fas'au ila dhikrillah, tukaitikia mwito kama hunu, alhamdulillah. Ndugu zangu Waislamu, ummati Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ummati Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio umma wa mwisho ulioletwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala baada ya umma mingi ama baada ya umma mwingi uliotangulia kabla ya umma kama hunu. Ndio umma ambao kwamba unafunga mfumo mzima wa maisha ya ulimwenguni. Hakuna umma mwingine utakaokuja baada ya mimi na wewe. Ndio umma peke yake ambao kwamba ni umma uliojaliwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba muda wake wa kuishi umma kama hunu ndio muda mfupi zaidi kuliko umma mwingine uliotangulia kabla ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna umma wenye muda mchache, hakuna umma wenye umri mfupi zaidi, hakuna umma ambao kwamba unaishi muda mchache zaidi ndani ya ulimwengu kama hunu kuliko ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Ni umma ambao yani lau utaufananisha ama lau utaulinganisha na zilizotangulia kabla ya umma kama huu, utajua kweli kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana maana, alikuwa ameona mbali, alikuwa amepeleleza kwa mbali pale aliposema maneno yake madogo tu, aliposema kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabili. Ukichunguza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hini, kwamba natuambia mimi na wewe tuishi ndani ya ulimwengu kama hunu, tuishi ndani ya dunia kama hini, kaannana ghuraba, kana kwamba sisi ni wageni ama ni wapita njia, utajua kweli Mtume alikuwa ameona kwamba umma wangu mimi ni umma ambao kwamba una muda mchache mno, una miaka michache mno ya kuweza kuishi ndani ya ulimwengu kama hunu. Tukapigiwa sisi ummati Muhammad ndani ya maisha yetu ya hapa duniani, tunahesabiwa ni kama wapita njia tu. Yani ni kama ni mtu ana safari zake, pengine waenda Mombasa wewe, kawaida ukifika pale Mtito Andei pale gari linasimama kama robo saa, mwenye kujisaidia ajisaidie, mwenye kupata riziki apate riziki. Baada ya robo saa mtu kama yule anaingia kwa basi yake ama anaingia kwa gari lake, anaendelea na safari yake ya kwenda Mombasa. Mfano wetu ni kama huyu mtu anayosafiri. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa umri wetu ni mdogo sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake anatuambia a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Mtume sallallahu alaihi wasallam kipimo cha umma wake alichokisema miaka ya takriban miaka 1450 takriban. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema a'maru ummati, yani umri wa umma wangu, miaka watakayoishi umma wangu, anasema ma baina 60 ila 70, ni baina ya miaka 60 mpaka miaka 70. Mimi na wewe umri wetu miaka 60 mpaka 70. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akajua kuna wengine upitisha hapo, lakini wenye kupitisha Mtume amesema nini? Anasema wa aqalluhum man yajuzu dhalika, ay man yatajawazu dhalika. Mtume anasema na ni wachache sana, wachache sana. Tafdhili imetumika hapa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema ni wachache mno yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kupitisha miaka 60, mwenye kupitisha miaka 70. Wengine wanaweza kwenda wakaenda 80, 90 mpaka 100, lakini aghlabia sisi tunaishi baina ya 60 na 70. Na pengine kama umepewa zaidi ya 70, pengine ni Mola subhanahu wa ta'ala amekuona wewe mja wake ni mja ambaye umeshikamana na khairat, umeshikamana na ibadat, umeshikamana na mambo ya kheri. Ndiyo Mola subhanahu wa ta'ala anakuacha uongeze zile khairati zako ili uzidi kupata fadhail na daraja kesho kiyama mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala, kwa sababu khairukum man tala umruhu fi taa. Mbora wenu ama mbora wetu sisi ni yule ambaye kwamba umri wake utarefushwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Mola atamrefushia umri wake awe na umri mrefu kiasi, lakini umri kama ule hawe anautendea yenye kumridhisha Mola, awe anautendea yenye kumfurahisha Mola, awe anafata awamirillah, awe anaepukana na makatazo ya Mola subhanahu wa ta'ala, basi huyu ndiyo mbora wa watu ndani ya ulimwengu kama huyu. Kinyume chake, pengine unaweza kupewa umri mrefu ukawa Mola subhanahu wa ta'ala anakupenda wewe mja wake kwa yale unayoyafanya, hataki uyafanye, anataka ukumbuke, uachane nayo, umkumbuke Mola wako subhanahu wa ta'ala, ukaweza kupewa vile vile umri mrefu. Laalla huenda wewe ukakumbuka siku moja, mimi mbona nafanya haya? Mimi kijana wa Kiislamu mbona nafanya haya? Mimi Muislamu mbona natenda haya?
mimi Muislamu mbona sihachi haya? Kwa hiyo ukaongezewa umri wako kiasi ili uweze kuregea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kabla tului shamsi min maghribiha, kabla ya kufika siku ya Kiyama. Pengine utapata muda ukakaa tu faragha, ukafikiria mimi ni Muislamu, Mola wangu ana sifa ya Al-Ghaffaru, Mola wangu yaghfiru dhunuba jamia. Ukawa wewe ni mwenye kuregea ndani ya miaka 80 ama ndani ya miaka 90, ukamkumbuka Mola na ukaleta taubatan nasuha, toba ya kikweli kweli, ukamlilia Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, na ukawa ni mwenye kusamehewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni umma wenye umri mfupi sana, ndugu zangu Waislamu. Lau tutautizama, tutaulinganisha na umma zilizotangulia, utajua kwamba wewe kumbe hapa duniani ni kama mpita njia, wewe hauna makazi hapa. Angalia umma zilizotangulia. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini kuhusu qaumu Nuh alayhi salam? Umma wake ulikuwa namna gani? Walikuwa wakiishi muda gani? Walikaa ndani ya dunia kama hii kwa muda wa miaka mingapi? Mtu anaishi ndani ya ardhi kama hii kwa muda gani walioishi na umma wa Nabii Nuhu alayhi salam? Mola anasema walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sana illa 50 ama. Angalia umma walioishi kwenye ulimwengu kisawasawa. Wacha sisi twakimbilia, twaangaika, twajijenga sisi, lakini pale ukimaliza kujijenga ndio wakati wako umeisha. Ulioyajenga yanatumiwa na wenzako, kwa sababu umri ni mfupi sana. Wewe kuanza kudevelop ama kuanza kuendelea wewe mpaka uitwe pengine ni miongoni mwa watu wenye kusifika kwamba umeendelea kimaisha, pengine utaanza kazi zako ukiwa na miaka 25, 30, mpaka kukamilisha kuwa kwenye buku la wale wenye nafasi kubwa pengine una miaka 50 ama 60. Baada ya hapo una muda gani wa kuishi? Lakini angalia Nabii Nuhu umma wake, Mola anasema wallahi hakika sisi tulimtuma Nabiyullah Nuhu alayhi salam kwa watu wake, akakaa na wao, falabitha fihim, akaketi Nabii Nuhu pamoja na watu wake akifanya da'wa, akiwafikishia kalima ya Mola, akiwafikishia tauhidi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Alfa sanatin, miaka 1000, illa 50 ama, isipokuwa miaka 50. Tena wanazuoni wanatueleza kwamba miaka 950 ya Nabii Nuhu iliyotajwa hapa ni miaka ya kufikisha ujumbe wa Mola, ni miaka ya kufikisha da'wa ya Mola, ni miaka ya kulingania watu waje kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala ndani ya miaka 950. Bimaana ilikuwa ni miaka ya kazi hii, haikuchanganywa miaka ya kuzaliwa, kwa sababu kawaida ama kaida ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mtume yeyote ambaye kwamba atatumilizwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala ila afikishe miaka 40. Mtume yeyote anayetumilizwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala huwa ni yuko na umri wa miaka 40. Sasa miaka 950 ile ni ya kazi ya da'wa, tuchanganye na miaka 40 ya kuanzia utotoni kabla ya kupewa da'wa, itakuwa ni miaka 990. Baada ya hapo Nabii Nuhu alayhi salam, baada ya da'wa yake ya muda mrefu kama huu Nuh, kuna watu walikanusha da'wa kama hini. Kuna watu hawakukubali maneno ya Nuhu alayhi salam, mpaka mwenyewe akawa anasema wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kuna watu walimkataa Nuh. Mtu anafanya da'wa miaka 950, baada ya hapo watu hawakumfahamu, hawakumwelewa, hawakumkubali. Kwa hiyo ikaja nini? Ikaja tufani, watu kama wale Mola akawagharikisha, akawaangamiza watu kama wale. Je, baada ya hapo Nabii Nuhu alikufa?
Hapana, baada ya tufani, baada ya watu kama wale vile vile kuondolewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, vile vile Nabii Nuhu aliendelea kuishi. Kwa hiyo kuna miaka 990, alafu kuna miaka baada ya wale waovu kuangamizwa, pia Nabii Nuhu alibaki na wale wachache aliokuwa nao, na akaishi hatujui ni umri gani ama ni miaka mingapi. Sasa umri kama hunu wa ummatu Nuhu alayhi salam wa umma wa Nabii Nuhu alayhi salam, lau utauleta uulinganishe na umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, umma ambao unaishi miaka 60, umma ambao unaishi miaka 70. Je, mimi na wewe hapa miaka 40, 50, 60, 70, pengine lau ungekuwa zama za Nabii Nuhu, ama ukilinganishwa na watu wa Nabii Nuhu, wewe ungekuwa ni kijana wa miaka mingapi saa hii? Wewe ungekuwa ni mtoto wa miaka mingapi lau ungekuwa ni mtu wa zama za Nabii Nuhu? Kwa sababu na miaka 35 wewe, wenzako waliishi miaka 1000. Sasa 35 kwenye 1000, je, yule aliyokuwa na 35 zama zile alikuwa ni mtu wa aina gani? Ama wewe ungekuwa kule sasa hivi umeishi muda gani? Bila shaka ni umma mfupi mno ndugu zangu Waislamu. Lakini umma kama hunu, kwa vile ni umma unaopendwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, ni umma ambao uko chini ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ni umma ambao kiongozi wao ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Umma kama unu Mola akawa ni mwenye kupenda mno. Umma kama unu ukawa ni ummatun mun'ama, ni umma wenye kuneemeshwa sana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Umma mfupi sana, lakini neema walizopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, mapenzi waliopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, utaona ni makubwa zaidi kuliko umma wowote uliotangulia. Umma wenye miaka 60 kidogo sana, lakini angalia neema walizopewa umma kama huu. Angalia malipo waliokuwa wanayopewa umma kama huu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Umeneemeshwa sana ndugu zangu Waislamu, tumeneemeshwa sana na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na miongoni mwa neema tulizopewa na Mola sisi ambazo tunatakana tumshukuru sana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni neematu mawasimil khairat, neema ya kupata misimu ya kheri, neema ya kupata nyakati ambazo kwamba ni fupi lakini thawabu zake ni mingi, neema ambazo kwamba utaona pengine ni masiku machache lakini malipo yake ndugu zangu ni mengi mno. Yote haya ni kwa sababu gani? Kwa sababu Mola anatupenda. Tuko na ibada chache, muda wetu wa kufanya ibada ni kidogo. Tutakuwa vipi tufikie daraja za wenzetu waliofanya ibada mingi? Kwa hiyo mawasimul khairat, misimu ya kheri kama hili tulizopewa sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba ibada zetu ni chache mno. Kwa hiyo hizi mawasimu ndizo zitakuwa zinatusaidia, ndio zitakuwa zinaongeza zile mizani zetu katika mambo ya kheri. Mawasimul khairat, nyakati za kheri, nyakati zenye fadhila, nyakati zenye malipo makubwa makubwa ndugu zangu Waislamu, nyingi sana. Lau utazipeleleza katika vitabu vya ahadith, utaona kwamba umma huu umepewa ofa nyingi na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tuiangalie tu siku hii ya Jumaa, siku hii ambayo sisi tumekusanyika kwa ajili ya kuitekeleza faradhi ya salatul Jumaa. Siku kama hii ni masaa machache, kuanzia tului shamsi mpaka imamu kupanda kwenye mimbari mpaka kuswaliwa salatul Jumaa, ni masaa machache mno ndugu zangu Waislamu. Ni msimu mfupi sana ndugu zangu Waislamu, lakini tuangalie msimu kama huu ama siku hii moja tu ya Jumaa, Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea nini? Nyakati za siku ya Jumaa Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea nini na natulipa nini? Angalia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopokea Imamu Muslim. Anatueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yawma aljum'a ghusla aljanaba
thumma raha fi saati alula fakaannama qarraba badanatan au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Angalia nyakati za siku ya Juma, Mtume anatuambia yoyote Muislam, yoyote mu'min ambaye kwamba ataoga siku ya Juma, ghusla aljanaba, josho la janaba, yani akaoga vizuri kama vile mtu aliyekuwa na janaba anavyooga, yani kila pahala pasafishike, kila pahala pafike maji vizuri, akaoga vizuri Muislamu kama huyu siku ya Juma. Thumma raha fi saati alula, kisha akatoka Muislamu kama huyu siku ya Juma, akatoka kwake nyumbani mapema kabisa, saatul ula. Wanawazuoni wakisema kwamba nyakati kama hizi saatul ula ni kuanzia tului shamsi mpaka kupanda imamu kwenye mimbari. Wamezigawanya, wanasema uzigawanye nyakati 5, yani yale masaa pale kuanzia tului shamsi, kuchomoza jua mpaka wakati wa mimbari hapa, zile masaa uzigawanye mara 5. Sasa ile saa ya kwanza ile ukakuja msikitini wewe mapema kabisa, nyakati za mapema, ukaja katika msimu wa mapema ndani ya msikiti kama huu kwa ajili ya swalatul Jumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam malipo yake anasemaje? Anasema fakaannama qarraba badanatan. Mtu kama huyu atakayejifunga muda mchache tu siku ya Jumaa akakuja msikitini mapema, malipo yake Mtume anasema atalipwa na Mola thawabu ambazo kwamba mfano wake ni kama mtu aliyochukua ngamia wake, ngamia kama yule akamchinja kwa ajili ya Mola subhanahu wa ta'ala, alafu nyama kama ile asiitumie yeye mwenyewe, au anaenda kuitoa sadaka kwa mafukara, anaenda kuwasaidia maskini. Nyama kama ile, thawabu atakazopewa mtu aliyofanya sadaka kama ile, ambao tunajua ngamia sisi ana thamani gani, ni vitu ambavyo viko ndani ya maisha yetu. Tunajua ngamia mmoja thamani yake, ukimchinja wewe ukaenda kumuuza buchar, unapata faida gani wewe? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu yule mwenye kuja mapema tu ndani ya Juma, malipo yake analipa thawabu za mtu aliyotoa sadaka ngamia mzima. Thawabu zako wewe kule kujifunga tu, kaja tu, kisha ni kwa ajili ya ibada yako, ukaja tu ukaketi msikitini ukatia nia ya itikafu, utalipwa vile vile thawabu za itikafu. Mtu wewe umekuja msikitini vile vile, umekuja kwa ajili ya kuchukua Qur'an, ukawa unasoma suratul Kafi, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile kuna thawabu utapewa kwa muda mchache, msimu mdogo tu, malipo yake unalipa kiasi hicho. Na ni ngapi na mangapi ndugu zangu Waislamu mawasimul khairat, lau tutazifata moja baada ya moja, yani lau tutapeleleza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama zinazotuzungumzia misimu ya kheri, misimu ya malipo makubwa, misimu ya fadhaili kubwa tulizopewa na Mola subhanahu wa ta'ala, wallahi hutuba kama hii pengine inaweza kwenda hadi magharibi. Angalia mawasimul khairat. Ni juzi tu sisi mwezi wa mfungo 3 tulikuwa kwenye masiku bora sana, masiku ambayo Mola subhanahu wa ta'ala kwa ule utukufu wake akaenda kuyakulia yamin, akaenda kuyakulia kiapo, akasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin ashr. Angalia masiku haya 10 tu ni mawasim ama ni mausimu min mawasimi al-khairat. Mola masiku 10 tu ndani ya mwezi wa mfungo 3, yani Dhulhijja, Mola subhanahu wa ta'ala akatuwekea masiku 10, masiku ambayo ndani yake kunapatikanwa siku moja. Siku hiyo ni yaumu Arafa. Angalia, siku moja ndani ya mwezi wa mfungo 3, yaumul Arafa. Siku kama hiyo wenzetu ambao huwa wako kule kutekeleza faradhi ya haji huwa wamesimama, wanamlilia Mola wao, wanamuomba msamaha Mola wao, wanaleta toba kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala, na malipo yao wanapotoka pale huwa wamefutiwa madhambi yao yote, huwa wanaregea ile hali kama hawana hata doa moja, hawana hata dhambi moja.
Lakini siku hiyo hiyo vile vile sisi ambao tuko huku, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia siku hiyo huwa tunafunga sisi, huwa tunaifunga siku ya Arafa. Siku hii moja malipo yake ni gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siyamu yaumi Arafa, siku moja ambayo ataifunga Muislamu siku ya Arafa. Mtume anasema inni ahtasibu ala Allahi, mimi natarajia kwa Mola subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Msimu wa siku moja, tunazungumzia mawasimul khairat, ambayo ndio unwani ya khutba yetu ya leo. Misimu ya kheri, seasons za kheri tulizopewa na Mola subhanahu wa ta'ala. Mtume anatuambia funga moja, ama Muislamu akifunga siku moja tu ya siku ya Arafa, malipo yake mja kama huyu usamehewa madhambi yaliyotangulia, mwaka uliotangulia, na madhambi ya mwaka unaokuja. Ni mangapi na mangapi na mangapi. Tukisoma tukiingia kwenye msimu wa Ramadhani, fahadith wala haraj. Msimu wa Ramadhani ukianza kueleza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizotupa moyo na kutujenga na kutupa imani kuhusu malipo ya Ramadhani, Mtume inatosha anatuambia man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Una miaka 70 yote yanasamehewa, una miaka 50 yaliyotangulia yanasamehewa. Ni msimu wa masiku mangapi? Masiku 30 peke yake. Ndugu zangu Waislamu, je, umma kama huu hauwezi kuitwa ni ummatun munaama, umma ulioneemeshwa na Mola subhanahu wa ta'ala? Je, umma kama huu pamoja na umri wake uliomfupi, je, hauwezi kuitwa ni ummatun mahbubatun inda Allah subhanahu wa ta'ala? Hauwezi kuwa ni umma wenye kupendwa na Mola. Tumeishi kweli muda mchache, lakini malipo yetu tumepewa mengi sana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake matukufu akasema, kwa haya tuliopewa na Mola, kwa khairati tulizopewa na Mola, kwa neema tulizopewa na Mola, kwa fadhaili tulizopewa na Mola, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Alia maneno ya Mtume ni baada ya kuona tuliopewa na Mola, baada ya kuona mambo mazuri, fadhaili, thawabu tunazolipwa na Mola subhanahu wa ta'ala kwa ibada ndogo ndogo, alafu usiingie peponi wewe. Mtume akasema kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, umma wangu wote utaingia peponi isipokuwa yule ambaye kwamba atakataa. Kuna watu atakataa, na hili pia maswahaba waliliwashangaza mno, mpaka wengine wakauliza man yaba ya Rasulullah, ni nani atakayekataa kuingia peponi ya Rasulullah? Mtume akamwambia man ata'ani faqad dakhala aljanna wa man aswani faqad aba. Yule atakayefuata yale niliyoyafundisha, yule atakayefuata yale niliyoyaeleza, yule atakayefuata yale niliyotumilizwa nayo na Mola wangu akayafuata, huyu moja kwa moja ataingia peponi. Na yule ambaye kwamba atayakataa, mimi nawaambia mkifunga siku ya Arafa mnasamehewa. Nyinyi nawaambia mkifunga Ramadhani mtasamehewa madhambi yenu yote. Nyinyi nawaambia mkifunga siku ya Arafa mtapata kadha, alafu mkatae, nyinyi mtakuwa mmekataa, mtaki kuingia peponi. Lakini bali na hayo, lau tutafata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tutakuwa takriban wote ni wenye kwenda kuingia katika pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala. Tuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa haya machache ambayo kwamba tumekumbushana ndani ya siku tukufu kama hii, ayatujalie ni yenye kuingia katika nyoyo zetu, atujalie yenye kutupa mwongozo na kutupa nguvu katika ibadati zetu na kufuatilia mawasimul khairat tuliowekewa na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.